Kila mwanadamu anatamani kufanikiwa kwenye maisha yake. Leo hii nikikuuliza unatamani nini kwenye maisha yako, bila shaka utaniambia unatamani kufanikiwa. Inaweza ikawa kwenye biashara, elimu au kazi yoyote ambayo inaweza ikakuingizia kipato. Sasa kumekuwa kuna changamoto hasa inapofikia swala la mafanikio. Watu wengi wamekuwa wanajaribu mbinu mbalimbali, wamekuwa wanatafuta njia mbalimbali za kuwasaidia wafanikiwe, lakini mwisho wa siku wamekuwa wanaishia njiani. Kupitia video hii nimekuandalia siri 10 ambazo zinaweza zikakusaidia uweze kufanikiwa kwenye maisha yako. Siri ya kwanza, kitu cha msingi ambacho inabidi utambue ni kwamba mafanikio yanahitaji usiri wa hali ya juu. Uwezo wako wa kutunza siri ndio ambao utakusaidia uweze kutimiza ndoto zako au kufanikisha yale ambayo unatamani kwenye maisha yako. Leo hii watu wote ambao unaona wamefanikiwa hawakuanza hivi hivi. Kuna baadhi ya vitu ambavyo walikuwa wanaviweka wazi, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo ni ya msingi ambayo walikuwa wanajua hayo yanaweza kuwafikisha mbali, basi walikuwa wanayatunza kwa manufaa yao. Hivyo basi inabidi utambue ni kwamba siri ya kwanza ya mafanikio ni wewe kuwa na uwezo mkubwa wa kutunza siri. Ukishindwa kufanya hivyo, kila kitu ambacho utakuwa unajaribu kwenye maisha yako kitakuwa kinaishia njiani. Siri ya pili ambayo inabidi utambue ni kwamba mafanikio yanahitaji ufanye kazi kwa bidii. Hakuna kitu rahisi inapokuja swala la mafanikio. Chochote ambacho unatamani kukifanya lazima ufanye kazi kwa bidii. Kama unataka kufanya biashara, lazima ufanye kazi kwa bidii. Kama unataka kupata fedha za kutosha, lazima ufanye kazi kwa bidii. Nje na hapo, huwezi kufanikiwa kwenye haya maisha. Jambo la tatu au siri ya tatu ambayo inaweza ikakusaidia uweze kufanikiwa kwenye maisha yako, hakikisha unamtanguliza Mwenyezi Mungu. Kumbuka, kila mtu ambaye amefanikiwa kwenye hii dunia, ipo imani ambayo anaifuata na inamsaidia kufikia yale ambayo anayatamani. Hivyo basi, nashauri ili uweze kufanikiwa, jitahidi kumtanguliza Mwenyezi Mungu kwenye kila jambo. Kumbuka, sisi wanadamu tunapanga, lakini Mwenyezi Mungu anapanga zaidi. Tafsiri yake ni kwamba unapomuomba Mwenyezi Mungu, inakusaidia ile mipango yako ambayo unakuwa umeipanga iweze kuendana na mipango ya Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, jitahidi kila unapowaza kuhusu mafanikio, basi usimweke Mwenyezi Mungu mbali. Muombe Mwenyezi Mungu, piga goti kulingana na imani yako au kulingana na dini yako, lakini mwisho wa siku lazima umtangulize Mwenyezi Mungu kwenye kila jambo ambalo unatarajia kwenda kulifanya. Siri ya 4 ambayo inabidi uijue ni kwamba mafanikio yanahitaji watu wenye ujasiri, watu ambao wako tayari kuthubutu na kufanya maamuzi kwenye vile vitu ambavyo wanatamani kuvifikia kwenye maisha yao. Mafanikio hahitaji mtu ambaye yuko lele mama. Lazima ukaze, lazima upambane na uwe jasiri kufukuzia ndoto zako. Bila kufanya hivyo, bila kuwa na ujasiri, maana yake sahau kuhusu mafanikio. Siri ya 4 ambayo inabidi utambue ni kwamba mafanikio ni mchakato. Naam, ni mchakato ambao unahusisha nguvu na muda wa kutosha ili kuhakikisha unafikia yale ambayo unayatamani. Kwa hiyo mafanikio sio kitu cha kulala na kuamka tayari umefanikiwa. Lazima ujipe muda, lazima uwekeze nguvu na maarifa ya kutosha ili kuhakikisha sasa uweze kufanikisha yale ambayo umekuwa ukitamani kwenye maisha yako. Siri ya 5, mafanikio yanahitaji uwe na maarifa sahihi. Pambana kutafuta maarifa popote pale unapojua, lakini mwisho wa siku sasa uwe na maarifa ya kutosha ambayo yatakuongoza ili uweze kufikia yale mafanikio au ndoto ambazo unakuwa umejiwekea kwenye maisha yako. Pasipokuwa na maarifa, maana yake ni kwamba hauwezi kufikia yale mambo ambayo unahitaji. Kwa hiyo hakikisha unatafuta maarifa ya kutosha, jitahidi kusoma vitabu, jitahidi kutembea na kujifunza kwa watu ambao wamekuzunguka. Kupitia hivyo basi utakuwa na maarifa ya kutosha kuhusiana na biashara, lakini pia utakuwa na maarifa ya kutosha kuhusiana na kazi ambayo unatamani kwenda kuifanya kwenye maisha yako. Siri ya 6, mafanikio yanahitaji mtizamo chanya. Uwe na uwezo wa kupambanua na kutafakari mambo kwa ukubwa. Namna ambavyo unayatizama mafanikio ni tofauti na namna ambavyo mtu mwingine anavyoyatizama. Kwa hiyo uwezo wako wa kuyatizama mambo kwa fikra tunduifu
yanaweza kukusaidia uweze kuyafikia mafanikio kwa urahisi. Ndio maana unaweza ukashangaa watu wawili wanafanya biashara moja, lakini mmoja anafanikiwa na mwingine anashindwa kufanikiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kupishana mtizamo. Leo hii unaweza ukaidharau biashara ya nyanya, lakini biashara hiyo hiyo ya nyanya kuna mtu anaifanya vizuri na inamtoa katika maisha. Kwa hiyo unapokuwa na fikra chanya, unapokuwa na fikra tunduifu, basi inaweza ikakusaidia kuyasogelea mafanikio kwa urahisi sana, tofauti na ule ambayo anakuwa na mtizamo hasi juu ya nini? Juu ya mafanikio. Siri ya saba au jambo la saba ambao unaweza ukazingatia na kukusaidia uweze kufanikiwa katika maisha yako ni kwamba mafanikio yanahitaji watu ambao wana muendelezo. Usikate tamaa linapofikia swala la kutafuta mafanikio. Lazima uwekeze nguvu, lazima uwekeze muda na uwe tayari kukabiliana na kila changamoto ambayo inakuja mbele yako. Sio kitu kidogo tu tayari unakimbilia kukata tamaa. Hapana, mafanikio hayataki watu ambao ni wepesi wa kukata tamaa. Lazima ukaze, lazima upambane kuhakikisha kwamba kile ambacho umekuwa ukikiota kila siku kinafikia kwa urahisi. Siri ya 8 ambayo inaweza ikakusaidia uweze kufanikiwa katika maisha yako, lazima uwe na nidhamu binafsi. Kumbuka, nidhamu ni mwongozo ambao unakusaidia kuyafikia mafanikio yako kwa urahisi. Usipokuwa na nidhamu, basi sahau kuhusu mafanikio. Na nidhamu binafsi inagusa mambo mbalimbali. Inaweza ikawa nidhamu ya fedha, lakini pia nidhamu ya kujiongoza wewe mwenyewe kwenye maisha yako ya kila siku. Kuna baadhi ya vitu vinaweza vikaja kwenye maisha yako kama sehemu ya kukutoa kwenye ule mstari wa kupambania zile ndoto zako. Usipokuwa na nidhamu binafsi, basi utajikuta umeteleza. Hivyo basi, lazima uwekeze nguvu kwenye kujenga nidhamu binafsi ili uweze kukuongoza na kukusaidia kufikia yale mafanikio ambayo unatamani kwenye maisha yako. Siri ya 9 na ya msingi ambayo inabidi ujue ni kwamba ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako, lazima uwe na miradi ya siri. Kumekuwa kuna kasumba sasa hivi, kila kitu ambacho tunakifanya tunakirusha kwenye mitandao na kukionyesha kwa watu. Kumbuka, sio kila mtu ambaye anafurahia mafanikio yako. Kwa hiyo ukiwa na miradi ya siri, miradi hii ya siri itakusaidia kupata fedha nyingi zaidi kuliko ile miradi ambayo unaionyesha kwenye macho ya watu. Watu wote ambao unaona wamefanikiwa leo hii, ukifuatilia, basi wana miradi ya siri ambao wewe hawawezi kukuhadisia. Watakuhadisia zile miradi ambazo ni za rahisi rahisi tu, lakini ile miradi ya siri na ambayo inawaingizia fedha za kutosha hawawezi wakakwambia. Na hii ni namna pekee ambayo inawasaidia wao kufikia yale mafanikio ambayo umekuwa unatamani kwenye maisha yao. Lakini kitu cha msingi ambacho inabidi uzingatie ni kwamba kwenye hii miradi ya siri ambayo ninaizungumzia hapa, hakikisha tu iwe miradi halali ambayo inakuingizia fedha ya halali pasipo kukiuka taratibu za kiserikali au taratibu za kimamlaka. Siri ya 10 ambayo inaweza ikakusaidia uweze kufanikiwa katika maisha yako, inatakiwa ujifunze kushukuru kwa kila hatua. Kumbuka, mafanikio yetu yanategemea sana kushukuru kwenye kila hatua ambazo tunazipiga. Ukifanikiwa jambo fulani hata kama ni dogo, basi jifunze kushukuru. Unaposhukuru inakupa nguvu na morali ya kuendeleza kufanya zaidi. Watu wengi wamekuwa na hii kasumba, linapofikia swala la mafanikio, basi wanasujudu sana yale mafanikio ambayo yanakuja kwa haraka na mafanikio makubwa, lakini yale mafanikio madogo madogo ambayo wanapata kila siku wanaona kama hakuna kitu ambacho wanakuwa wamefanya. Mwisho wa siku sasa wanakata tamaa na kujikuta wanashindwa kufikia zile ndoto ambazo wamekuwa wakitarajia. Hivyo basi, namna pekee ambayo inaweza ikakusaidia uweze kufanikiwa ni kuhakikisha unashukuru kwa kila jambo, hata kama ambacho umekiingiza ni kidogo kiasi gani. Wewe jifunze kushukuru, na hichi kitakusaidia sasa uweze kusonga mbele. Na hizo ndio siri 10 ambazo zinaweza kukusaidia uweze kufanikiwa katika maisha yako. Lakini usisahau, ili tuweze kuongeza familia, basi hakikisha una subscribe kwenye chaneli yangu ya YouTube kwa kubonyeza hicho kikengele, na mwisho wa siku sasa tuweze kwenda pamoja. Baada ya kusema hayo, asante kwa kusikiliza na nikutakie wakati mwema.